Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, huruma nione. Umekosa ta huruma, umekosa ta huruma. Kelly, ni wewe tena? Yaani siamini kama nimekuona kwa mara nyingine. Tangu ulivyoniacha nilikuwa kama mgonjwa. Nilijaribu sana kukutafuta lakini sikuweza kukuona. Unaweza ukaniambia ni kosa gani nilokukosea mpaka ukaamua kukaa mbali na mimi? Hivi wewe mwanaume, ni kitu gani ambacho unafuata kwangu? Nilishakwambia siwezi kuishi na wewe. Kitu gani ambacho ukielewi? Kelly, pesa utafutwa. Alafu kingine wanasema mvumilivu ula mbivu. Hivyo ulipaswa kunivumilia tu. Nivumilie kitu gani? Kitu gani nikuvumilia wewe? Mwanaume mpaka uzunguke na bodaboda ndio ulete hela nyumbani? Haya maisha mimi sikuyaweza, yani sikuyapenda, ndio maana niliamua kukuacha nikaondoka. Labda niambie, ni kosa gani ambayo nilokukosea kwenye maisha yako mpaka ukaamua kuniacha bila sababu? Yaani unaamua kuniacha bila hata huruma. Hebu angalia basi, kuwa hata na huruma. Mimi bado nakupenda eti. Yaani natamani urudi nyumbani. Unataka kujua kosa lako? Kosa lako ni sababu kuwa na hela. Na kitu ambacho sio kijua, nilikuvumilia tu wewe mwanaume. Niliamua kukuvumilia tu. Kwanza wewe sio vitu vyangu. Nilikuvumilia tu nikakustiri. Sawa. Basi niambie basi ni muda gani na saa gani au siku gani utaamua kurudi tena kwangu? Moyo wangu mimi unaniuma eti. Sikia nikwambie wewe mwanaume, siwezi kuwa na wewe na nishakuacha muda tu, yani sihitaji, sijui unaelewa, sihitaji kurudiana na wewe. Mwanaume gani wewe? Si nimekuacha, unachonifuata nini? Niambie basi ni kitu gani ambacho nilichokukosea kwenye maisha yako mpaka uamue kuniadhibu kiasi hiki? Yaani adhabu ambayo hata shetani mwenyewe akiona anakaa pembeni. Hebu angalia basi hata machozi yangu. Unakosa hata huruma eti. Hivyo mwanamke una roho gani? Miaka 3 umenibloku. Hata simu zangu upokei. Kelly, hivi unajua mapenzi wewe? Unajua nini maana ya kupenda wewe? Mimi moyo wangu hujaona mwanamke mwingine yoyote zaidi yako wewe. Basi naomba basi unielewe. Wa kwanza kunipenda utakuwa wewe. Mwanaume mwenyewe mpaka ukaliwe nyuma ndio ulete hela nyumbani. Haya maisha siyawezi. Wewe vipi? Mwanaume gani wewe? Sawa, nimekuelewa. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari. Kelly mama. Abe dada, Nimekusubirisha sana. Ndiyo, mbona umechukua muda mrefu sana? Naomba unisamehe mamangu. Kuna vitu tu nilikuwa namalizia. Ndio maana nimechelewa. Basi sawa, haina shida. Kuna kitu ambacho nahitaji kukuambia. Sijui utakichukuliaje? Niambie tu dada. Mimi nakusikiliza. Kwenye ile nyumba bondeni kule chini, kuna mpangaji ananisumbua sana. Yaani hataki kulipa kodi kwa wakati.
lakini mi nataka nimlipie, alafu niendelee kumsumbua kama vile hajalipa. Yaani dada, unataka umlipie mwanaume kodi? Serious? Akili zako zipo sawa kweli? Keri, hujui tu kwa nini nafanya hivyo. Kwa kweli hilo jambo mimi siwezi kukubaliana nalo kabisa, siwezi dada yangu. Lakini unajua nini Keri? Mimi nahisi kuna chembe za kumpenda huyo kaka. Ndio maana mimi nafanya hivyo. Kwa kweli hilo jambo mimi siwezi kukubaliana nalo kabisa, siwezi dada yangu. Mapenzi bongo? Haya dada, mimi nakuacha, utajua mwenyewe. Wewe na maneno yako unanipondaga tu kila siku. Tuondoke basi. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini atapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, huruma nione. Umekosa ta huruma, umekosa ta huruma, umekosa ta huruma. Ukikuta umevua viatu na wewe unavua, ukikuta umevua nguo na wewe unavua. Pazuri huyu. Yupo. Michosho, karibu. Asante. Nimekuja na ule utaratibu wetu wa kila mwezi. Dada, miezi kadhaa ni mtatu ngapi? Ndio leo nimekuja. Mimi ujue sio mtu mpaka unifuate na kujaga mwenyewe kama kaida yangu. Nikajua tena unakuja kunipa Kiswahili. Hamna, sasa hivi niko vizuri, sasa hivi nina hela. Sasa hivi nina hela nyingi sana. Tulia. Hivyo madam. Asa hapa umecheza kama pele. Nyinyi ndio wapangaji ambao unawahitaji. Alafu vipi kuhusiana na ule jirani yako? Mbona yeye simuoni? Au naye anataka nije nimpigie kelele kila siku kama ninapompigia? Madam Tatiana, kwanza hiyo nilokupa ni 100,000 only. Haijazidi hata 100. Sasa hivi nina hela. Tena nina hela sio masiara. Si umenielewa madam? Yaani nina hela nyingi. Kwa hiyo sina safu kitu kingine. Yaani mimi nakuja kuleta hela. Unaanza kuuza kuhusiana masuala ya malesa. Alafu unajua kwenye maisha nikwambie madam Tatiana, yaani hakuna kitu kibaya kama kukosea kuchagua. Sasa wewe wapangaji wote hujaona na kumpangisha malesa. Yaani umekosea kumpangisha mpangaji, sawa? Yaani umekosea sana. Malesa sio mpangaji wa kumpangisha. Malesa huyo anaoga, anavalia, anapendeza lakini mjini haendi. Paka leo ukimuuliza malesa nauli shingapi kwenda mjini hajui. Sasa unaenda kumpangisha malesa. Yaani unaacha tu kama sisi unaenda kumpangisha. Mimi nina hela sasa hivi, baba nikwambie tu kidogo. Hapa nilipo jana nilikuwa Kawe na Mheshimiwa Rais. Sasa hivi ninavyokuambia hapa nimekuja kwako mara moja kuleta hela. Naenda kukaa naenda kuandika speech. Mheshimiwa Rais anataka kwenda kuhutubia. Mimi ndo naandika speech yake. Vikao vyake vyote mimi ndo naratibu. Ni mtu wangu ananisumbua hivi. Yule mama jamani yani Mama Samia. Baya ananisumbua. Sema mimi nampa hongera mamangu mzazi. Mimi mamangu akuzaa alijifungua. Mimi ndi mtoto ambaye mpekee na akili kuliko unavyofikiria wewe. Unaenda kumpangisha malesa. Una maneno mengi sana Michosho. Yaani humalizaji ukianza kuongea. Sasa kwa nini unamsema mwenzako hivyo? Ila ni sawa. Asipoleta hiyo hela,
umfishie taarifa kabisa. Nitakuja kumtoa pale ndani. Yaani sihitaji mchezo kabisa. Yaani kama kumchezea, mumchezee baba yangu, lakini sio mimi. Sijui unanielewa vizuri. So umeleta kiala chako, unaweza kunitambia. Sijui mamangu, sijui mama Samia, sijui ni nini, au maneno siyataki. Nahitaji tu vitendo. Sijui umenielewa vizuri? Madam, yaani kwenye hata usijali, hilo limeisha. Alafu vipi hamna chumba? Wewe tena. Kula kukutoshi. Anataka tu sasa hivi sina hela, kwa hiyo nataka nivipangie viatu na vivyo vina haki. Na usi vina haki. Napanga chuma najaza tu viatu vinakaa. Sira ipo na usasi gani? Nikitembea ni yani kwa mfano nikienda baa. Ukimuona mtu yote baa kakata kwa moja liko hivi. Huyo mtu muogope. Usiagize pombe kali utaumbuka. Lainisha. Ona ndio mtu baa kakaa hivi eti, niletee ile ya kuumiza kolomero. Ni lainisha. Huyu mtu ana shilingi ngapi? Usije mimi nina shilingi ngapi? Hapa nilipo nikutolea. Naweza nikalipa kodi hata miaka 3 baadaye. Naomba chumba kimoja. Kwa hiyo bwana. Hata kwa shari. Viatu navyo vinatakiwa vipewe uhuru. Mpangaji wao umenichosha. Yaani umenichosha. Hivi wewe unafikiri Malesa anaanza kuvaa vitu kama hivi? Hivi vitu vimetoka Istanbul, Uturuki. Unaona ngoma hizi? Alafu nikwambie kitu kimoja, ukikuta siku nimevaa style yangu ya Chilamwina, niogope sana. Mimi ndio nimechoshwa ndapoti. Haya bana, kwa heri. Kwa sawa. Sophie, afadhali nimekuona, maana hapa nilipo nina shida kubwa sana. Kule ofisini nimenyang'anywa pikipiki na kwa sasa sina kazi yoyote. Mbaya zaidi, nadaiwa hata kodi imeshindwa kulipa. Hivyo nikaona sio mbaya nikutafute rafiki yangu, ni kuazima hata shilingi 90,000 ili niweze kulipa kodi. Mambo ya mbele huko nitajua nafanyaje. Ni Malesa, ninavyokujua wewe, leo uje uniazime mimi hela, akati mimi mwenyewe nategemea msaada kwako. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hela zote zile umpeleka wapi ndugu yangu? Mambo huwa yanabadilika. Kipindi cha nyuma nilikuwa na kazi, mambo yalikuwa vizuri, lakini sasa hivi sina kazi. Na katika rafiki zangu ambao nimejaribu kutafakari, ni wewe unaweza kunisaidia. Na sijui unanisaidiaje rafiki yangu, maana sioni mtu mwingine wa kunisaidia. Tatizo lako wewe ndugu yangu, wewe huruma sana. Huruma uzaa dhambi. Mwezi uliopita tu hapa watu walikuwa wanajisifia hapa, tumeenda kwa Malesa ametugea msaada, tumeomba msaada ametupa. Haya vipi? Hao watu waliokusaidia, umeenda kuomba msaada kwa wamekupa? Kuna muda huwa natenda wema, sitegemei kuvuna huo wema. Kwa hiyo mimi nimefanya, sitegemei kulipo huo wema. Tuachane nayo hayo mambo. Tuzungumzie hili swala ambalo nimekusimamishia hapa tuongee. Yaani mimi hapa mwenyewe niko mweupe. Kwa hiyo wewe, hii ndo kazi iliyokuleta mjini, si ndio? Kulipa kodi ndio imekuwa na shida sana, si ndio? Ile kusimama na wanawake barabarani ndio unaweza. Hivi unasikia gara sana mimi ninavyotoka kwetu na kufuata kwako kule. Na kugongea siku nyingine haupo, nikikukuta unadai hauna kodi. Una akili kweli wewe? Sophie, tutaongea kwa wakati mwingine. Bye. Hivi unaona hii ni sehemu sahihi ya kunidai wewe pesa yako ya kodi? Kama ungekuwa unajua sio sehemu sahihi, basi ungeleta kodi mwenyewe na mimi nisingekufuata. Sijui unanielewa vizuri? Lakini ulikuja nyumbani nikakwambia kwa sasa sina pesa, hivyo unapaswa unipe muda. Kwani wewe shida yako ni nini? Si nimekuomba unipe muda, mimi nitailipa hiyo kodi. Nakupa siku moja, wewe umeshaleta kodi. Ole wako usilete hiyo kodi. Nitakachokifanya utakuja kujuta katika maisha yako. Muone msura wake. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita,
lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, huruma nione. Dada, karibu. Karibu. Ishakaribia. Za kushinda? Safi tu, sijui wewe. Niko poa, japo nimechoka sana. Baba yako yuko ndani? Ndio, yuko ndani chumbani kwake. Kanitie basi. Asa. Yo binti yangu. Dadi, nimekuamsha? Hapana mwanangu. Nilikuwa nimepumzika tu. Sawa, mimi nimetoka huko, nimeenda kumalizia kukusanya kodi. Kwa hiyo ndo nilikuwa nimekuletea babangu. Mwanangu. Sijui nisemeje mwanangu. Kila itwayo leo mwanangu unanifurahisha sana. Na mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akubariki kazi zako, kila unachokifanya kifanikiwe, kwa sababu wewe ni binti ambaye unapambana sana. Hivyo Mwenyezi Mungu akuzidishie. Asante sana mwanangu. Lakini baba, kwa nini unapenda sana kumpendelea dada? Kwani mimi sio mwanao? Mimi sifai au majukumu unampa dada mimi sifai kufanya? Kelele wewe. Huyu ni dada yako, anakuzidi umri, na sio umri tu, hadi akili. Hata kama haiwezekani, na mimi ni mwanao, nina haki kama alivyo dada. Kwani mimi sifai? We mtoto, kwa nini una roho mbaya sana wewe? Lakini mdogo wangu, tambua unazungumza na baba. Kwa hiyo basi atakuwa na hasira kiasi hicho. Mimi sitaki. Na nakuacha ubaki na babako, nimeshachoka. Baki na babako. Haendi babako. Dadi, unamwona mwanao? Yaani sijui huyu mtoto amebadilikaje. Sasa naomba mchukue umpeleke saloni.
maana baada ya kubadilisha nywele rangi akili yake imekuwa kama vile sio imekuaje. Yaani akili yake imepotea kabisa. Sasa msaidie. Basi sawa, wewe msamehe tu bure. Yule ni mtoto na ndo anakuwa. Kwa hiyo natumaini atabadilika. Nipo ndani mwanangu. Sawa dada, mimi niko ndani. James, kama unavyoelewa bosi kachukua bodaboda yake. Yaani kwa sasa sina kazi. Pia nilikuelezea lile swala langu la kodi. Bado sijalipa kodi. Kumekuwa na kero moja imekuwa ikinikabili sana. Mtoto wa mwenye nyumba amekuwa akinisumbua sana akinidai kodi. Na kuna muda mwingine naona kama ni fedhea. Wewe kama rafiki yangu, hivyo nikaona sio mbaya nije kuzungumza na wewe, tujue tunaliwekaje sawa hili. Kama kuna uwezekano basi ndugu yangu uniazime hata pesa. Kwanza pole sana mwanangu, kwa sababu hilo ni janga ambalo limekaa vibaya sana, hususan kwa sisi vijana ambao tuna fight kwa sasa hivi ije changamoto ya kodi. Alafu sio kodi tu, tena unafua watu mpaka ghetto. Hiyo changamoto kubwa. Alafu kipindi hichi ambako janga limetokea mwenyewe, ujue ile job ambayo nipiga kule ujira wake ni mdogo sana. Yaani pesa ambayo analipwa ni ndogo. Alafu tumekata tofauti na zamani. Kwa hiyo inanikimu mwenyewe, alafu kiasi kichache sana. Alafu sasa hivi hata mimi mwenyewe niko katika mihangaiko kutafuta kazi nyingine kwa sababu ile kazi hainisaidii kabisa. Alafu sio swala. Kwa sasa hivi uwaga na sebenza katika mipango ile midogo. Na sebenzaga nipata huko na mshindo na upiga napata pesa. Nikipiga kuna mshindo na upiga napata pesa. Nikionaga kule job kuna muda free na utumia ule muda free kupiga zangu mishindo midogo napata pesa najikimu mwenyewe. Ikitokea michongo kama ile pale ambayo naipataga naenda kushinda nini, nachukua ile mishindo napiga napata pesa. Ikitokea mimi nitakucholeshea. Kwa sababu mwanangu mimi najua adiweka. Wewe adiweka, mtoto wa kiume unapambana. Sote tunapambana kupambania maisha. Kwa hiyo ikitokea ile mishindo naupata, mimi nakusanua. Nina wazo. Hivi kwa nini tusiende kule mtoni kule tukapige kazi ya mchanga? Yaani tunakusanya mchanga alafu tunaenda kuuza tauni. Mwanangu, wazo lako zuri. Ila nafikiria hii kazi tutaiweza? Maana hii kazi ya mchanga ngumu. Hii inahitaji maadiweka ambao wana moyo mgumu. Tutaiweza? Kwa upande wangu kwa sasa nipo tayari kufanya kazi yote ambayo itaniingizia pesa, kwa sababu nimeshazichoka hizi fedheha. Yaani ni walau ningekosa pesa ya kula, lakini sio pesa hii ya watu, ila ya kodi. Maana huu mtoto wa mwenye nyumba yani amekuwa ni kelo. Nikikaa huko nikipita huko alikuwa anakuulizia kila sehemu, yani mpaka sinachanganyikiwa. Na kusema sasa hizi niame, siwezi kuhama kwa sababu naondoka na deni la watu. Yaani lazima nilipe kodi. Sio swala. Unaongea kijasiri, kindewa, si unajua zile. Lakini sasa hivi una matatizo. Unaweza kuongea emotional ile leo kuna mimi kazi naiweza kumbe huiwezi. Ile kazi ngumu. Ila sio swala. Kwa sababu sisi tuna shida. Na mwanangu una shida. Mimi mwanangu wewe mwanangu sana blood since day one. Mimi nakupambania kwenye swala lako. Ili mradi tujikwamue kwenye swala la kodi. Kwa sababu kuna foto zake maskani hiyo jao. Inawezekana kama wanakujazia watu pale mtaani ile vishandu vipo vingi wanakupigia makelele bwana kujazia inzi na kwa changamoto. Mimi nitakusaidia kwenye hapa kazi tukapige. Tukajitoe kule kwenye kazi ya mchanga. Mchanga una hela. Mimi naona wanangu wanaibuka na mishindo hii hapa pesa za kutosha. Tunalipa kodi. Sio swala. Tujikaze, tupambane. Tukiamua sisi tunaweza. Tukachukua zetu mchanga tupate pesa ulipe kodi mambo mengine yataendelea. Kama hivyo basi itakuwa jambo zuri. Unajua mnavyofanya kazi wawili alafu kwa ushirikiano lazima kazi iende kwa haraka. Hata tukipata 200 300 sio sawa na mkabule. Si unaelewa tena? Basi hamna noma.
Mimi nitakupitia maoni pale, wewe jiandae. Jiandae kisaikolojia kabisa kama mimi kesho nitakupigika. Maana ile kazi ya kupigika. Tutapigika mchana kucha. Jua linatupiga mwilini. Yaani si ndio tutakuwa vivuli vya kuzuia jua. Jiandae kula leo, kama una hela kula mimi nitakushitulia baada ya 2000, buku 2, buku 3 ukapiga msosi wa kutosha. Kesho kazi ngumu. Jiandae kabisa kesho kazi ngumu na kwa yaani nasisitiza ili ujue kesho kazi ngumu, ila sio nyepesi. Tukapiga kazi mzee, maisha mengine endelee. Basi poa mwanangu, tutasomana. Ila msosi unayo? Au nikuachie? Kiukweli hata pesa sina kwa sasa. Ongezea show. Sasa unashindwa kuongea ndugu yangu wakati itakusaidia hiyo hapo. Nashukuru sana ndugu yangu. Hakika wewe ni zaidi ya rafiki. Yaani wewe ni ndugu yangu. Basi sawa, baadaye basi. Hamna noma ndugu yangu. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, lakini ndo sala. Babangu kipenzi, nakusikiliza. Mwanangu, nimekuita hapa, nina jambo nataka tudiscuss mimi na wewe, au na jambo la kukueleza. Mwanangu, sasa hivi najivunia, umekuwa ni binti mkubwa mzuri mwenye tabia inayonifurahisha mimi, na hata majirani huwa wanakusifia sana mwanangu. Na kitu kingine ulichonifurahisha mwanangu, kwenye masomo. Mwanangu, kwenye masomo umefanya vizuri sana, umepata GPA nzuri sana. Sasa mwanangu, nimekaa nimetafakari haya masuala ya kwenda kuchukua kodi kwenye nyumba yetu ya chini kule, kama inakuchosha sana. Baba, unamaanisha nini kusema hivyo? Mimi najisikia raha tu, yaani napenda ninavyokusaidia babangu. Sipendi uhangaike. Kwa kuwa mimi naendelea kusubiri kazi, inabidi nikusaidie kazi ambazo zinakuhusu wewe. Nashukuru sana kwa kuwa unanisaidia sana. Binti yangu, nataka nikueleze kitu kimoja. Hapo ulipo ushakuwa mtu mzima, kiasi ambacho unaweza kuitengeneza familia yako au kujenga familia yako. Sasa mwanangu, mimi baba yako nimekutafutia mwanamume bora, mzuri, handsome, ambaye anaweza akakufurahisha wewe, ambaye anaweza akakutimizia kila kitu unachokihitaji, na mimi baba yako nikaridhika. Baba, ina maana mimi umeniita hapa kunizungumzia swala la mimi kuolewa? Hivi unajisikiaje kuniambia mimi umenitafutia mwanaume? Kwani mimi nimekwambia nahitaji kuolewa sasa hivi baba? Mimi furaha yangu kuona familia yangu tuko na furaha, sio kuolewa. Yaani mimi sihitaji swala la kuolewa baba. Mwanangu, unanipandishia sauti? Unapata wapi ujasiri wa kunipandishia sauti mimi babako? Mimi ni mtu mzima, hivyo nimeyaona mengi. Haya yote nayo kwambia mwanangu, ni kwa ajili ya kuijenga kesho yako iliyo njema. Wewe unapataje ujasiri wa kunipandishia sauti mwanangu? Mimi sijakulea hivyo. Hata kama baba, lakini sio swala la mimi kuchagulia mwanaume kunioa.
Mimi tayari na mwanaume ninayempenda na nampenda kutoka moyoni. Mimi mwanaume unanichagulia simhitaji. Mwanangu, hata mimi baba yako, mimi nilichaguliwa mwanamke na wazazi wangu. Hii ni desturi yetu, na mimi mpaka sasa hivi sijawahi kulalamika kuhusu mke wangu. Na mimi nachokifanya kwako, natengeneza nafasi iliyo bora na ya kwenda wewe kufurahi. Na hivi karibuni jiandae kupokea wageni. Mchumba wako mtarajiwa atakuja. Wageni wako utapokea mwenyewe, sitaki. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Malesa, nimekuja kukusalimia maana upo kimya sana. Nikuletee kiti ama? Hapana, hapa panatosha, tunaweza tukaongea. Sawa, niambie. Malesa, kuna siku kama ya pili hivi siponi mjani kwetu. Sijui una shida gani? Kwa sasa sina kazi. Bosi wangu alichukua pikipiki. Kuna pesa yake sikuikamilisha, hivyo akaamua kuchukua pikipiki. Alafu kama unavyoelewa pale ofisini kwenu mimi nadaiwa. Kwa kuja tena kulimbikiza deni, naona kama haijakaa sawa. Kwa napambana tu hivyo hivyo. Naunga tu. Unakuja tu, mimi nitakuwa nalipa. Yaani wewe utakuwa unanilipia mimi? Ndio, kwani kuna ubaya gani? Ila halijakaa sawa bwana. Yaani mimi niwe nakuja kula hapo na nilipia. Naona kama halijakaa sawa. Hata bosi wako akielewa kwamba mimi unanilipia chakula. Malesa, ni mambo ya kizamani. Mimi rafiki yako karibu, kwa nitakusaidia kama rafiki yako. Hata usijali. Kwa sasa nimepata kazi ya kubeba mchanga huko. Kwa hiyo nitakuwa nakuja kula kwa wakati. Wala usiwazie hilo swala. Kuwa na amani kabisa. Umepata kazi? Mbona kama hiyo kazi ya mchanga haifanani na wewe? Mimi sichagui kazi. Kikubwa tu naingiza pesa mfukoni. Nafanya kazi yoyote. Hata hivyo usijali, mambo yatakaa sawa tu. Uenda bosi akanifikiria akanirudishia pikipiki. Alafu kabla sijasahau, kuna jambo nataka nizungumze. Maana moyo wangu kama vile kuna kitu kinazungumza. Unaweza kaongea tu. Nakusikiliza. Au basi tutaongea siku nyingine. Sawa. Tutaongea kwa huo muda unahitaji, labda wewe mpaka ujifikirie. Haya, baadaye. Sawa, mimi nipo. Ukiuliza hisia zangu zinampenda nani, stajibu ni wewe. Ukiuliza moyo wangu umezama kwa nani, majibu ni wewe. Lala, nakupenda wewe. Lala, sina mwingine. Hisia moyo uzungumza pale unapopenda. Shajifia, tafadhali kipenzi, usije nipa kalenda. Tunapendana sana, tumeshibana moya. Tunapendana sana sana sana. Wa mzee wa Malesa, mbona tunashtuana mzee wangu hivyo babu? Yaani mwanangu mimi nakuja ile nije kukuchukua tuondoke, wewe umelala hata kuamka hujaamka mwanangu. Uko serious kweli na kazi?
Sikia nikwambie, mimi nimetoka ndani, nimekuja nimekaa hapa. Kuna mambo mengi tu yameendelea hapa ukiwa upo. Mimi nilikuwa nakusikilizia wewe. Alafu sikia nikupange mwanangu. Katika vitu ambavyo leo, katika siku ambayo na furaha. Leo na furaha kinoma mwanangu. Yaani naweza nikakwambia hata nilipo hapa sijala toka asubuhi, lakini njaa yote hata sisikii. Yule Zura wa pale mgawani tunampata. Yule Zura mweupe wa kwenye mgawa wa chini hapa. Tafanyaje? Ndo huyo. Amekuja asubuhi hapa, nataka amesema kwamba amekuja kunisalimia. Lakini namna nilivyokuwa nazungumza naye, direct kabisa ni mwanamke ambaye ni kama ananipenda. Alafu na mimi ni muda kidogo namuelewa kinoma. Yaani nampenda kinoma yule mwanamke. Yaani mwanangu, akili zako hazijakaa sawa. Alafu una shida. Yaani mwanangu, wewe umeka juzi tu hapo una shida. Hauna furaha. Umekuja pale maskani umenyongeka. Umekuwa mwembamba. Leo yote unakuja kuongelea masuala ya wanawake. Eti Zura ananitaka, anakutaka vipi? Yaani maisha yako wenyewe kama umeoa. Hapo una mwanamke hata mmoja kama una wanawake wanne, shida zilizokujaa hapo mwilini mwako. Hauna kitu chochote mfukoni wala sehemu nyingine yeyote. Unazungumza habari za wanawake. Amka mwanangu, tukafanye kazi. Mimi sijakwambia kwamba hatuendi. Lakini wewe kama rafiki yangu na kushirikisha, kama mimi na amani nakwambia, kama sina furaha nakwambia, wewe si mshikaji wangu. Yaani unatakiwa ni support. Yule mtoto mimi nimpate. Maisha yenyewe yashakuwa magumu. Hata mchumba mwenyewe sina. Mwanamke nilikuwa naye alishanikataa. Sasa anajitokeza mwanamke mzuri kama wewe, kweli mangu ashinda kunisupport. Siwezi kukusupport ujinga babu, amka tukafanye kazi babu. Makazi yenyewe magumu, sio kuyapapatikia. Hata ondoke. Yaani hujafanya kazi ushachoka. Yaani kazi hata hujaanza ushachoka. Wewe bado kufanya kazi bwana. Hata nikiwa mbali moyo unazungumza. Hata nikiwa mbali moyo unazungumza. Sitosema bye bye. Sitosema bye bye. Sitosema bye bye. Kaumiza moyo wako. Karibu Madam Tatiana. Naona leo bosi umeingia katika eneo langu, kuna jambo, sio bure bure. Na kupata sio kitu kirahisi unajua. Wewe ni madam bwana, eh? Madam T wenyewe anaweza kukatisha ile short kidogo. Niambie, karibu. Nimeshakaribia. Ila kuna kitu nahitaji kukuuliza. Sawa, niulize, mimi niko kwa ajili ya kujibu maswali kwa sababu nishazoea. Kwa hiyo wewe uliza, mimi nitakujibu. Hivi, kwa nini mpangaji mwenzako mpaka sasa hivi hajalipa kodi yangu? Alafu mimi sipendi kumfatafata hivi. Au anahitaji nimfukuze? Katika vitu ambavyo umekosea kumpangisha Malesa. Malesa sasa hivi ndio yuko juu ya mawe. Yaani sasa hivi ndio ana shida, yani ananuka, yani ukikusogea karibu na ananuka shida Malesa. Paka nywele zake zinaonyesha ana shida. Sasa kwa nini bwenzi sasa hivi? Sasa hivi angalia bwenzi lake. Nywele zimepauka, tafuti mgonjwa wa ukimwi. Malesa ana 100, anapokuambia anatembea hapa alipo ana hela Tigo Pesa, ana hela Temane, ana hela ndani wala mfukoni. Navyokuambia sasa Malesa pikipiki kanyang'anywa. Sawa. Hesabu apeleki, akipata hela tena mcheza kamari, kawajokeli. Masoko wanamjua, Mawenzi wanamjua, Kimanga wanamjua. Jokeli Malesa. Kwa hiyo sasa hivi hana chochote. Kafukuzwa, kanyang'anywa kila kitu, yupo tu anazurua. Sasa hivi nikwambia kazi anafanya sasa hivi Malesa. I say kweli bwana, life is not a rehearsal, it's a performance. Malesa sasa hivi anabeba mchanga, Jamaica, mzee wa Ngara. Yupo na mshikaji wake Tomolata, ndio mshikaji wake karibu. Sisi mtaka Kongolo, ndio mwanae hivi. Kwa sasa hivi ukienda bwana unakuta kwenye Ngara. Kavaa kipenso fikiri uko beach hivi. Anabeba viroba vile vikubwa. Ndio anabeba sasa hivi, ndio kazi yake. Gari inakuja tipa wanajaza pale kwa siku anaondoka na shilingi 2000. Kajaza sana. Kwa hiyo ndugu yangu bwana madam umepotea. Yule bwana sasa hivi kafulia, ana chochote ninavyokuambia. Kwa hiyo ina maana Malesa impatwa na matatizo. Alafu inakuwaje unamsema kiasi hicho? Si mpangaji mwenzako lakini. Alafu ile swala mimi silitambui. Si hata wewe ungekuja kuniambia. Hivyo mimi mtu kama mimi mpaka serikali inanitegemea, inaniita katika vikao vyake. Hapa yeye na mambo mengi naondoka kesho kutwa naenda Marekani. Trump kaniita.
kuna vitu ndio kuweka saa kidogo. Nikitoka hapa naingia Korea. Watu wananiamini mimi nikudanganya kuhusu Malesa. Sasa Malesa ana nini? Baada alipo Malesa palipo baada. Yaani baada nguo ya ndani yanafuata makalio ana hata 100. Amna. Samahani Michosho. Nahitaji kupafahamu ambapo anafanyia kazi. Aha, hilo limeisha. Sio mbali na hapa na hapa kwenye hii nyumba tunapokaa. Kuna hii kona ukishuka tu hapo. Mbele kidogo utakuta kuna kama miti kibao hivi. Bondeni kidogo ukishuka hapo kunaitwa Jamaica. Hapo ndio wazee wa Ngara. Malesa sasa hivi anakonda. Sasa hivi bonge la baba ukiona unakuwa mwanamume shababu muangalie sasa hivi. Anakuwa kama ubao. Kaisha Malesa ana chochote. Ndio maana kwa madam mimi ndio hata ikizikata chumba cha Malesa nipe niweke tu pale niweke tai zangu na tai nyingi sana. Nipangishe kile chumba nilipe kodi tai zote zinalala mule. Kuliko kumweka Malesa. Sawa, nimekuelewa. Lakini sidhani kama nitapafahamu. Na sidhani kama nitafika. Naomba unipeleke wewe. Kwenye kukupeleka siwezi kwa sababu hapa nipo sasa hivi. Mimi naondoka sasa hivi naingia Marekani. Ndio nilikuwa napanga vitu. Naondoka na ndege saa 12. Na unajua utaratibu wa uwanja wa ndege. Unaondoka saa 12, saa 10 uko pale. Kwa hapa saa 8 bodaboda yangu mkuda ya kuja kunifuata. Chuma naondoka. Umenielewa sijui? Kwa mimi kupeleka wewe kwenye Ngara kule. Alafu na mimi kupeleka na mimi ndio beba mchanga. Utakunishia mia vyangu. Madam tuheshimiane. Wewe tafuta nishakuelekeza utaenda kumpata ulizia mbeba Ngara mpya. Mr. Kibwenzi. Ndio yeye Malesa. Sawa, nakuacha basi. Unaniacha unaondoka basi sijakuelewa sasa. Naondoka. Sawa. Tunawaambia kila siku, sio kila mpangaji wa kumpangisha. Sasa unaona unavyohangaika. Jitu lilikuwa baba lina mwili wako sasa hivi kimekonda kama chelewa. Malesa atakushinda. Mimi tu anda 14. Na mimi napanda ndege kama wewe unavyoamka asubuhi kitandani kwako, utakushindana na mimi. Karibu nikusaidie nini? Samahani sasa hizi. Bila samahani tukae kama zamani. Habari nzuri kama unavyoziona, zimetulia kabisa. Lete mambo. Safi tu. Mimi naitwa Kerry. Ni mdogo wake Tatiana. Yule binti anayekuja kuchukua kodi hapa nyumbani. Na nimekaa pale juu nimeangalia ulikuwa naye hapo mlangoni mmesimama mnaongea. Sasa sijui ndo hapa anapokuja kufuata kodi. Yaani mtoto, yaani wewe kibinti umetoka huko umekuja, sikujui. Unakurupuka. Hivi unajaribu kuja kunitega mimi kuniingia katika mfumo. Unajua mimi ni nani? Yaani umekuja kwanza mwanamke umevaa una vinywele hivyo, umepaka sijui beach kama ndanda Kosovo. Wewe unacheza show kwenye bendi gani? Akudo, Tonga Pepeta au TOT? Alafu mwanamke unavaaje ile nzamia? Angalia visiko vya kama upawa kule wa kupakulia mchuzi. Mwanamke umekaa sasa bwana. Sasa mwanamke unavaaje nguo kama hiyo? Hiyo si Tetroni anavaa vibibi hivyo. Nguo laini umevaa hivi sandals hivyo visodo vya kuogea unavaa. Mwanamke hata kwenye kucha hujapaka rangi. Alafu unakuja hiki nini? Kwanza wewe ni binadamu wa kawaida au jini umeshuka wewe? Samahani kaka, lakini mimi mbona sijaja kwa shari? Na hapa sio kwa shari, hapa akai shari, labda nikwambie. Hapa na kamichosho ndafuti naye kwambia umekuja kwa shari. Hapa shari nakaa hapa. Na mimi na pia mimi sio heli, mimi naitwa Michosho under 14. Hayo shari na ile umetokea wapi? Samahani kaka, mimi nimekuja tu naomba kuna kitu tu nisaidie basi, afu nikimaliza ukishaniambia naondoka. Kwanza wewe joto wote unataka kuvaa kikoti hicho unafikiri uko bichi unavaa koti cha nini? Joto wote unavaa koti cha nini? Wewe kwa nchi gani ya baridi gani unavaa vikoti? Mambo tunafasisi Istanbul, Turuki huko kwetu. Ulaya. Wewe shaka Ulaya wewe? Angalia lipsi za kaza njiwa vile. Neno kafule ya madumu. Sema unasemaje? Kuna kijana mmoja nilikuwa namuulizia. Huyo kijana ni msumbufu sana wa kulipa kodi na dada yangu kila mara akija huku. Muda mwingi sana huwa anakuja huku kwa ajili ya yule kijana. Na yule kijana dada yangu mimi hapa ameshamlipia kodi. Na licha ya kumlipia kodi, dada amezuzukwa sana na yule kijana. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji kumfahamu yule kijana ni nani. Kama anaishi hapa naomba tu niambie.
Kwa hiyo umeona mimi ndo mtu wa kujua mambo ya watu kama namfahamu. Mimi hapa nimekuja nimepanga peke yangu. Kwa hiyo maswala yako au ungefanya na dada yako. Yaani unakuja from nowhere tu eti niambie nisaidie nikusaidie nini sasa? Nikusaidie nini? Samahani kaka, nisikilize tu. Yaani mimi hata chochote nitakupa tu. Sasa kumfahamu sasa hivi watu watafutani hivyo. Kuna mitandao ya kijamii, ingia kwenye mitandao unaweza kumkuta huko. Unaambia mimi ndo nifanyeje sasa? Yaani bwana ukikutana na vijitu vifupi, kama unajua vitu vifupi, yaani mtu mfupi mwenye akili niko peke yangu. Hivi vitu vingine tu ndio wewe mtu umetokea wapi wewe? Sema unasemaje vizuri, sema ongea vizuri nikuelewe. Wewe unakuja hapa mara kwanza acha kufunga swala. Fungua unafunga riziki hizo. Unakuja unafunga nini? Sema unasemaje? Mimi ndo ndafotini. Samahani kaka, mimi nitakupa kiasi chochote cha pesa ili mradi tu nimjue mtu ni nani. Nahitaji sana kumfahamu. Hayo ndio mambo ulikuwa umechelewa. Mtoto mzuri kaangalia mwenye mzungu, wewe unavyoonekana mamako wewe. Hakukuzaa. Wewe mamako alijifungua. Mtoto mzuri una piston nzuri. Piston kabisa za Lexus hizo Mtoto mwenye mzungu akujalia umeshushwa wewe. Una rangi fulani na nimepewa sababu bleach za. Una bleach nzuri. Hizo bleach hizo. Ulikuwa wewe na wewe vipi bana? Na sasa msiwika asubuhi na kuja kuweka size. Kuku ndio maana mimi nataka niwachinje wote manda zima nyinyi. Mbavu. Mwenyezi Mungu akuumba, tena hizo beach hizo utakuwa sio umeweka saloni ya itakuwa maeneo Sinza Umbezi Beach. Kwa sababu umependeza, una lens zako nzuri, una visikio vilaini, yani nakula mpaka raha, yani nakupenda. Nimekupenda vile shoga yangu. Lete story, lete vitu sasa. Hapo kwenye hela ndio mimi bwana, katika vitu ambavyo ukinichanganya unanivuruga. Kwenye hela ndio mimi unaona Mheshimiwa Rais. Yaani kila anapoongea naye nakutana naye. Ila usimwambie mtu siri yako. Ananipa hela. Na ndio kazi zake anafanyia zinanyoka lula. Ninavyokuambia mitano tena. Sawa basi. Mimi nahitaji tu kumfahamu hata leo hii nakupa hela yako mkononi. Yaani usijali kuhusu jina. Yaani hiyo jina nitakutajia kila kitu. Wewe niambie tu unamtaka lina, unamtaka mkononi kabisa face to sura umuone au unahitaji kuongea naye kwa simu? Utaniambia unatakaje. Kwa hiyo usijali. Sawa, huyo mtu atapatikana na anapatikana kwa wakati. Sababu umeshaniambia mzigo upo, hakuna ila sasa hivi yule bwana kuna kazi anafanya. Hiyo kazi anafanya sasa hivi ni afanya kazi ngumu. Anabeba ngala. Sasa hivi ni yule mbeba mchanga maarufu. Yaani ukitaka mchanga tu huyo jamaa. Ila sana dada yako mbona anabagua. Sasa nataka kutupenda mimi Samboni sio na matunzo Mimi napanda ndege kila siku kama unavyoenda bafuni kuoga Yaani mimi naongea na watu wakubwa. Naenda kumpenda mtu kama yule hivi kweli wanawake jamani kuna wanawake wanaamua tu wanaamua tu kufanya chukua. Sasa dada yako wewe unaenda kumpendaje mtu kama yule? Anaanza kunipenda mimi under 14. Ukiingia kwenye simu ya mtu yote unanikuta. Anapenda mtu atajulikani. Anipenda shida, ataka shida. Nikwambie dada yako akiwa na mahusiano na yule, mtanuka shida nyinyi. Kwanza Malesa anagundu. Kwenye maisha yake aje kupata fly analia tu. Shauri zao. Ila mimi nitakupeleka usijali. Ngoja kuna vitu vyangu niweke hapo ndani, nikuchukue tonzetu, sawa? Ila usinitaje kama ndo nimekuonyesha. Sawa, usijali kakaangu. Hiyo limeisha. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini atapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuponya yangu hali, huruma nione. Umekosa ta huruma, umekosa ta huruma, umekosa ta huruma. Kazini tushafika. Hapa ndo sehemu yetu ya kwanza kufanya kazi. First day we arrive at the working place ndo hapa. Sikia mwanangu, kaza. Hii kazi ngumu kinoma. Kaza. Mimi najua wewe adiweka utoniangusha, si ndio? Mimi napiga kazi mzee. Kwani uniamini au? Mimi nakuamini. Sema kuna bro nimeongea naye kwa masharti mengi sana. Kama tunaweza kazi au hatuwezi. Bro kashakubali ule pale amekonjua. Tukapige kazi. Sawa twende. Baridi. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini atapita, lakini ndo salale. Moyo nilizani utapita,
tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, huruma nione. Umekosa ta huruma, 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 umekosa ya zamani yalipita, tuanze jenga upya. Asijui nini kimekokota, maana taki atanisikia. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini atapita, lakini ndo salale. Umekosa ta huruma, umekosa ta huruma, umekosa ta huruma. Kazini tushafika. Hapa ndo sehemu yetu ya kwanza kufanya kazi. First day we arrive at the working place ndo hapa. Sikia mwanangu, kaza. Hii kazi ngumu kinoma. Kaza. Mimi najua wewe adiweka utoniangusha, si ndio? Mimi napiga kazi mzee. Kwani uniamini au? Mimi nakuamini. Sema kuna bro nimeongea naye kwa masharti mengi sana. Kama tunaweza kazi au hatuwezi. Bro kashakubali ule pale amekonjua. Tukapige kazi. Sawa twende. Baridi. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini atapita, lakini ndo salale. Moyo ulizani utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, huruma nione. Umekosa ta huruma, 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 umekosa ya zamani yalipita, tuanze jenga upya. Asijui nini kimekokota, maana taki atanisikia.
Kerry, mbona umekaa nje? Kuna shida kwani? Wewe ulikuwa wapi? Kwa hiyo muda wote umekaa hapo unafikiria mimi nilikuwa wapi, si ndio? Nimekuuliza ulikuwa wapi wewe? Sidhani kama kuna haja ya kuniuliza maswali. Sikia nikwambie dada, unanifanya mimi mtoto mdogo? Unanifanya mimi sina akili? Sielewi unamaanisha nini kusema hivyo. Alafu mbona kama unanifokea? Siku hizi umekuwa? Kwa mimi kukuuliza nimekuwa? Sina kuuliza wewe ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Nimekuona vizuri. Kwa hiyo naomba tu uniambie ulikuwa wapi? Kwa hiyo kama unaelewa nilikopo wapi, kulikuwa kuna haja gani ya kuniuliza maswali? Sasa kwa taarifa yako, nafahamu fika sehemu uliokuepo wewe. Wewe ulienda kule chini kudai hela wewe. Kwa hiyo wewe umetoka hapa nyumbani, umeenda huko kule umefuata nini sasa? Naona sasa hivi umekuwa mama mjengo au baba mjengo, kwa sababu una mamlaka sasa hivi kuniuliza maswali tena kwa kunifokea. Mimi sio kiongozi. Nimekuuliza tu kwa nia njema. Ila wewe naona unanijibu yani unavyojisikia, unajishaua. Mimi nimekuuliza tu kwa nia njema. Nisikulaumu sana. Uende kama bado ni mtoto unakusumbua. Mimi niko ndani. Malesa, hivi unavyoona nimetoka kwako. Nilikuwa nakutafuta sijakuona. Ndio hivyo tumeonana. Niambie, ndio ushaniona mbele yako hapa? Wala sina jambo lolote, ni vile tu nimemisi kukuona. Hata mimi nimekumisi sana. Nilikuwa nawaza nitakuona vipi, lakini Mungu si Asumani. Nimekuona tena mbele ya macho yangu. Malesa, yani hata huko unapozunguka kuna muda nacheka na kuna hata upo mbele yangu. Yani hata mimi nimekumisi sana yani. Nimefurahi kukuona tena, lakini sawa, tutaonana. Twende nyumbani basi. Malesa, kwa sasa hivi muda umeenda sana. Wacha niende nyumbani kwanza nikaweke ratiba zangu. Nikipata muda nitakuja. Nimefurahi sana kukuona tena mbele ya macho yangu. Kama una haraka, sawa, tutaonana hata baadaye. Sawa. Hata nikiwa mbali moyo unazungumza, hata nikiwa mbali moyo unazungumza. Sitosema bye bye, sitosema bye bye, sitosema bye bye, kaumiza moyo wako. James, kiukweli kazi ni ngumu sana, maana inachosha. Alafu mbaya zaidi, bora ingekuwa tu ni ngumu. Pesa yenyewe ni ndogo, yaani unashinda siku nzima unabeba mchanga, alafu malipo yake ni 4,000. Yaani tunapewa 4,000 mimi na wewe, yaani tugawane 2,000. Kweli ndugu yangu, wewe ukiangalia kiuhalisia tunatoboa kweli. Yaani Malesa, yaani mwanangu mimi nilishakupa vyeo. Nikijua kabisa mwanangu Malesa adiweka, tunapiga mshindo wote na ulijiamini kama mwanangu mimi mshindo wote napiga. Hii mishe ndogo, siku 2 ushachoka. Siku 2, serious? Hapana, mimi sijachoka, lakini lazima tujichunguze. Yaani hatuwezi tukawa tunatumia nguvu kubwa alafu malipo yake yenyewe ni chakula tu. Kwa sababu si nikula tu bwana, nilale zangu tu ndani. Malesa, mkaa bure si sawa na mtembea bure. Kuliko tukae maskani tunaangaliana, amna tunachoingiza, ni bora tutoke. Hata kama tukapata kidogo kinatutosha kwenye chakula, sio mbaya. Kuliko unakaa hata pesa ya kula huipati. Si bora upate ukahangaika hata kama ikawa kazi ngumu.
wewe katika mawazo yako una wazo lolote jingine? Maana ili wazo la mchanga lilikuwa la kwangu. Hem, jaribu kuwaza kitu kingine tufanye. Dada yangu mmoja hivi nilikuwa nampakia pikipiki, naona amenipigia hapa. Halo. Ndiyo, sipo mbali sana, lakini samani, kwa sasa sina pikipiki, maana bosi wangu alichukua. Sikukamilisha hesabu. Nije nyumbani kwako? Sasa hivi? Sawa, nakuja. Amna, sichelewi. Sawa. Kuna sister moja hivi nilikuwaga nampakiza kwenye pikipiki, ni mteja wangu, ananiita nyumbani kwake mara moja. Kakuchiki uende kwake? Ndio. Baridi mwanangu, utanikuta. Sawa, wewe nisubirie, mimi nakuja. Amna noma, chap chap. Baba. Kijana wangu, habari yako hapo? Namshukuru Mwenyezi Mungu baba. Sio kawaida yako kutembea na mguu. Mwanangu, leo sijaenda kazini kabisa. Kwa nikaona huu muda nizunguke na binti yangu. Vipi? Una shida au kuna shida? Ni lazima ninyoshe miguu kwa sababu kukaa kwenye gari inachosha sana. Vizuri sana, lakini hujatembea na mtu wangu. Yeye yuko wapi, Tatiana? Nadhani ratiba yetu iko vile vile tuliyokubaliana ya kuja kumuoa binti yangu. Hakuna kilichobadilika. Natamani hata kesho nje kumuoa binti yako. Kama ratiba yetu tuliyoipanga iko vile vile, basi haina shida. Nadhani gharama zote, ndoa, vitu vyote, picnic zote nitagharamia mimi. Nachofurahi kumuona mwanangu akiwa kwenye ndoa. Mzee, usije ukatumia gharama kubwa sana kwa sababu mimi nampenda mwanao. Basi ni vizuri, lakini kama baba ni lazima nifanye ndoa yako iwe kubwa kuliko ndoa zilizopita kwenye hii dunia. Na mimi nitahakikisha nimuni yako si niwapeleke Ulaya. Mzee, sina cha kusema zaidi ya kusema asante, maana ni wazazi wachache wenye moyo kama wako wewe. Bila kusahau mwanangu, nataka nikutambulishe huyu binti. Huyu ni binti yangu, ni mdogo wake na Tatiana ambaye ni mpenzi wako. Kwa majina yake anaitwa Kelly Bushingo. Nashukuru sana kumfahamu Kelly Bushingo. Nashukuru sana mzima. Mbona unatabasamu sana kijana? Nimemwona shemeji yangu na yeye mwenyewe anatabasamu pia. Kwa hiyo nimefurahi. Kwa kweli mimi mke wangu alikuwa ananizalia vifaa na ndio maana najivunia kuwa na familia kama hii. Hata mimi ndio maana nimepointi kuoa kwako kwa sababu mama alitulia. Ubarikiwe. Na Mwenyezi Mungu atakulinda. Sasa baba, ndio. Samani, mimi naomba nikuache, kuna sehemu mnafika mara moja. Nitamani kuwa na wewe zaidi. Sawa mwanangu, kwa sababu sisi tunanyosha miguu, wacha tunyoshe miguu kwa sababu si unajua tena bwana uzee unaenda hivi. Kwa hiyo nashukuru sana. Samani, mimi naomba nikuache, kuna sehemu mnafika mara moja. Nitamani kuwa na wewe zaidi. Mwenyezi Mungu akulinde. Kijana mwaminifu. Nimepata taarifa kuwa bosi wako amekupola pikipiki. Kwa nini hukuniambia? Ilikuwa ni ghafla. Lakini kwa nini hukuniambia?
ilikuwa ni ghafla, alafu isitoshe nilikuwa nimevurugwa, hivyo sikukumbuka hata kukupigia, ila simu yako kidogo leo ndo nimekumbuka dada yangu. Hapo hapo usiniti dada. Pole sana Maresa, ila mbele yako niko na machaguo mawili. Ni kitu gani hicho? Wewe ni mtu mzima, najua unaelewa nini namaanisha. Najua unapitia kipindi kigumu sana, ila mimi nitakununulia pikipiki. Mimi nitakusaidia, nitakununulia pikipiki mpya, lakini kuna kitu nakihitaji kutoka kwako. Kitu gani hicho unachokihitaji kutoka kwangu? Usijali, naenda ndani, nikirudi utapata majibu. Sawa. Ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, ukweli hata picha nilichoma nikiamini yatapita, lakini ndo salale. Moyo linizeni utapita, tapata mwingine uhakika, lakini ndo salale. Sikupata daktari wa kuiponya yangu hali, tafadhali huruma. Sikupata daktari wa kuiponya. Halo. Mambo. Safi tu. Nahitaji kuonana na wewe. Baadaye tu kidogo nitakutumia location. Okay. Mwanangu. Abe baba. Nimekuita hapa, kuna taarifa nimeisikia ambayo sio nzuri kabisa kwako. Taarifa gani tena hizo baba? Taarifa nilizozipata ni kwamba kuna kijana unamlipia kodi ya nyumba. Na sio kodi tu, unagharamikia kwa kila kitu chake anachofanya. Na kilichoniumiza zaidi, unafanya huu ushenzi kwenye nyumba yangu mimi. Baba hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Unanijua mimi binti yako nilivyo. Kwa hiyo siwezi kufanya ujinga kama huo. Naomba usisikize maneno ya watu. Ndiyo wewe. Na hizi taarifa nazozisikia ni za kweli? Baba, naomba uniamini. Mimi ni binti yako, siwezi kukudanganya. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa nini nifanye hivyo babangu? Na mimi mwanangu natamani hayo maneno yasiyo ya kweli. Na kama yatakuwa ni ya kweli, utakuwa umenizalilisha hapa kote mtaani. Kwa sababu nilivyokulea wewe, kila mtu alijifunza kupitia wewe. Naomba unisamehe baba. Lakini
nakuahidi siwezi kufanya kitu kama hicho. Naomba pia usimsikilize mtu yoyote yule, kwa sababu anahitaji kutugombanisha mimi na wewe. Sawa binti yangu, nitaka kujiridhisha juu ya haya mambo. Kwa sababu nimeshajiridhisha, unaweza ukaendelea na kazi zako. Nakuahidi siwezi kufanya hivyo kabisa. Sawa, haina shida. Tuangalie TV. Kili, ni muda sana tujaonana, alafu umenitepa nyumbani kwa shida kitu gani? Kani, nimekuita hapa, kuna jambo nahitaji unisaidie. Okay, nakusikiliza. Jambo lenyewe nahitaji sana muda wako, nahitaji ukamfuatilie dada yangu. Maana kuna vitu yani anavyovifanya havijanipendezwa mimi, na mimi nahitaji sana muda wako. Nahitaji yani ukae na dada yangu, yani fanye chochote kile ili dada yangu aweze kuingia kwenye mfumo wako. Em, subiri kwanza. Unajua mimi sijakuelewa. Yaani nikutana na dadako kivipi? Mimi sijakuelewa. Yaani unapotoa mchongo kama huo, inabidi unge kitu ambacho mtu akuelewe. Kwa hiyo umeniambia kitu kama hicho tu afu sijakuelewa. Hebu nifafanulie kidogo kivipi yani. Kani, na wewe sio mtoto mdogo. Unajua nini namaanisha? Ninachohitaji naomba ukamapproach dada yangu mimi mpaka akae kwenye mstari wako. Unamaanisha kwamba ni mtongoze, si ndio? Alafu nikishamaliza badala yapo inakuaje? Wewe ukishafanya hivyo, wewe usijali. Mambo mengine yote niachie mimi. Na kuhusu swala labda malipo nini, kila kitu nitashughulikia mimi, hilo usijali. Unajua sio rahisi. Japokuwa kwangu ni kazi moja ndogo sana, lakini sitoshe sio tukazungana kwa masuala ya pesa. Hapana, haiwezi kutokea hivyo Kani. Mimi nakujua, wewe hilo swala kwako hata sio gumu. Tumia mbinu zote Kani. Wewe ni handsome boy, hawezi kukataa na hawezi kuchomoa. Yaani wewe fanye chochote kile, dadangu mimi mpaka kuelewa. Najua ni mgumu wa kuelewa, ila kwa kweli atanyoka. Sawa, mimi mambo yako nimeyapokea. Ila kabla ya yote, kwanza advance ili ni motivate mimi nifanye kazi. Bila ya hivyo, mimi nitakuwa sina imani na wewe. Kwa sababu ni wanawake amkawia watoto wa kike. Tunafanya kazi mwisho wa siku na mapenzi. Mimi kazi ya kazi, maana mimi ni mtu wa kazi. Alafu mimi ni mtu mbaya. Wewe unanielewa kwenye pigo zangu zile za hizi. Wewe funguka hapo. Sawa, mimi nikuelewe. Wewe kuhusu pesa usijali Kani. Kikubwa kazi, pesa ipo. Basi tuna muda kupoteza. Kama hiyo limeisha, kila kitu kimekaa sawa. Kada uzi fresh basi, tutasomana. Kuhusu wewe niachie mimi. Kwanza ule mtoto mdogo afu asumbui tu. Sinamjua sana mtoto fulani hivi kile kinaitwa ita usio. Asio. Fresh mwenetu. Sawa, hakuna shida. Hello, mambo vipi? Kwa majina naitwa Maresa Ramadhani. Leo nimefurahi kufika ofisini kwa producer wangu Master Kizi ambaye amehusika kwa 90% kwenye soundtrack zangu zote. Hivyo ningependa kuwajulisha tuna ofa nzuri za kufanya soundtrack kwa wenye uhitaji ambao huwa anapenda sana movie zangu na anajiuliza ni nani ambaye anatengeneza soundtrack. Basi leo nimeweza kufika kwa Master Kizi na mbele yenu tuna ofa kubwa. Unataka kujua ni ofa gani? Basi namba zinazopita hapa chini utaweza kuzipigia na utaelezwa kuna ofa gani. Kwa hiyo nipende kuwajulisha tu ambao huwa wanahangaika studio, wanawaza watapata wapi producer mkali. Basi mbele yenu nipo na producer mkali na hii ndio ofisi yake, anaitwa Master Kizi. Kwa ambao mlikuwa mnajiuliza ni nani ambaye huwa anatengeneza nyimbo zangu, na nipende kuwakaribisha, karibuni sana katika studio ambayo inapatikana Sinzamuri. Ukishafika Sinzamuri basi unaweza kupiga hiyo namba ya Master Kizi na atakupokea na utakuwa kama upo nyumbani. Karibuni sana. James, subiri kwanza, maana kuna jambo nataka nikushirikishe. Ni jambo gani tena Maresa? Unajua sasa hivi kuna vitu vinanichanganya sana. Yule mtoto wa mwenye nyumba simuelewi naye, lakini
kinachonishangaza zaidi, jana Zulfa ameniambia ananipenda. Sasa na mimi kwa saizi mahesabu yangu naona kama bado. Nimemwambia bwana, mimi saizi sihitaji mahusiano. Mwanangu ananisimamisha ile kirodi. Nasikilizia taarifa njema ambazo zinanipasua kichwa, ambazo ile masuala ya mishindo ya hela hapa na pale. Alafu mnisimamisha na habari hizo hapo ambazo sijawahi hata kuziaspect kwenye kichwa changu. Alafu eti wanakufuata unakuwa unashangaa. Hapo ukianza kushangaza uko wapi sasa? Msikiliza nikwambie James. Sasa mimi nawezaje kujua kama wananifanyia mchezo ama vipi? Kwa sababu yule pale mara huyu hapa, mara mwingine huyu hapa. Unajua mimi wananichanganya kabisa. Mtego hapo unatokea wapi? Yaani mtego unaozungumza wewe upi? Naweza nikwambie kitu kimoja ambacho wanakikosa. Mimi nataka nikupe education. Education of engineering to maintain girlfriends. Si umesema watatu? Alafu eti watatu wanne. Ni sasa yule mshangazi mablichi mekundu na yeye wanne hapo. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Au unacheza nao na muda. Asubuhi mimi naruka na zoo. Mchana madam muda ikodi. Jioni unachagua niruka na tinga tinga au nani. Si unaelewa vizuri? Unacheza naye. Unaruka naye. Mwisho wa siku una divide flesh. Ama unataka kuamkia, ama unataka kufanya kitu chochote. Unakula, maisha mengine yanaendelea. Fresh. Mimi nikajua nishauri vya maana. Hem, tondoke bwana. Ishi. Tondoke. Ila wewe matatizo sana. Keri. Abe. Natoka mara moja. Sitachelewa kurudi. Dadi akiwa kuja naomba unipe taarifa. Sawa. Mbona hivyo? Jamani, si nimesema sawa? Haya poa. Halo. Uko wapi? Katoka muda huu. Anza kazi yako sasa hivi. Samani wa kupotezea muda wako, ila kama utolia namba kama dakika 5 hivi nizungumze na wewe. Nakusikiliza, usijali. Kwanza nafurahi sana maana huenda ni bahati ya kipekee kabisa, ila sidhani kama mazingira mimi kuzungumza ni sahihi. Kama utojali, naomba namba yako ya simu mrembo. Hapana. Alafu isitoshe hata jina lako sifahamu. Oh. Mimi mtoto tunaitwa Kani, ni mtoto wa Kitanga ila Dar es Salaam mmoja kutafuta. Ila katika tafuta yangu nahisi pia ni miongoni mwepe mmoja kutafuta. Unajua ni watoto wachache sana wenye sifa na urembo kama wako. Sijui mwenzangu unaitwa yani, maana hata kwa majina pia sikukuuliza. Naitwa Tatiana. Oh. Kiukweli jina lako na uzuri wako ni vitu viwili kabisa vya same vinafanana. Acha Tatiana. Kumbe unatabasamu nzuri. Tabasamu tena kabla sijaondoka. Kama utojali basi Tatiana, please nakuomba, naomba namba yako ya simu tu. Si kwa ubaya na niko nia nzuri tu Tatiana. Kwa sababu ni kwa muda mfupi nimekuona, lakini kiukweli umeweza kupeleka moyo wangu mbali sana. Kama utojali please nakuomba, naomba namba yako ya simu tu mama. Usinifikirie vibaya.
kwao. Nakufresh hapo basi. Ukae mbali na mitai? Hapana, sikai mbali sana. Basi kama utojali tena nikuombe nafasi ya pili tena. Jioni kama utapata muda tuonane. Hapana, nitakudanganya kiukweli. Sina muda jioni. Labda kwa siku nyingine. Kama kwa leo itakuwa ni ngumu. Kwa uzuri wako na babisi ulivyo. Hata kesho basi kama utojali. Kwa heri. Basi fanya hivyo, manake mwenzako sijiwezi tayari. Tatiana wewe. Maresa. Kwani kuna shida gani hapo? Ni huyo mshamba. Wala mimi simjui. Nimekutana naye tu njiani anaanza kuniletea zeshen. Dada, hebu kuwa mstaarabu basi. Unasemaje wewe? Halafu yaani wewe nilikuwa nakutafuta siku nyingi sana. Kumbe wewe unazunguka ndo unamchukua bwana wangu mimi, si ndio? Alafu kwanza yaani ona kijitu chenye kilivyo. Hebu toka hapa. Sasa sikia nikwambie. Mimi sijamalizana na wewe na nitakutafuta popote pale. Achana naye. Mimi nadhani atakuwa amevurugwa tu na mambo yake. Vipi lakini pole? Pole unipe mimi nikupe wewe. Tunaweza tukapeana wote pole, maana tumejikuta wote katika sesheni mbaya. Kwa hiyo tuachane nayo. Ulikuwa unaelekea wapi? Kuna mteja unampelekea chakula? Nilikuwa nakuja kwako, nimekuletea chakula. Asante, lakini bosi wako hajakuona? Ndiyo, hajaona. Sawa, karibu na asante. Tunaweza tukaenda. Sawa. Ukiuliza hisia zangu zinampenda nani, stajibu ni wewe. Ukiuliza moyo wangu umezama kwa nani, majibu ni wewe. Nakupenda wewe, sina mwingine. Hisia moyo uzungumza pale unapopenda. Shajifia, tafadhali kipenzi, usije nipa kalenda. Tunapendana sana, tumeshibana moya. Tunapendana sana sana sana. Samani, sijui nimekuta Maresa. Madam, who are you by the way? Yaani umekuja hata kumsalimia mbeo hujamsalimia. Alafu direct unaingia kwenye point ya kumuulizia Maresa. Madam, are you serious? I'm sorry. Ila mimi ni rafiki yake. Ndio maana nimemuulizia. Sijui nimemkuta. Sio swala. Kwa sababu wewe ni rafiki yake. Alafu ni mcute. Mtoto mweupe unawaka na rangi ya mtume. Alafu mimi mwanangu sio swala. Maresa katoka. Ila muda sio mrefu anarudi. Kwa hiyo kama una haraka sana unaweza kuniambia kitu ambacho kimekuleta kwa Maresa. Mimi taarifa zote nitafikishia Maresa kama ilivyo. Maana mimi mwenyewe kwa muda mwingine sometimes naita kama post code. Mtu wa posta huwa deliver taarifa kwa watu. Kwa hiyo nipe mama. Hapana. Siwezi kukuambia. Nahitaji nimwambie mwenyewe. Kwa kuwa umesema narudi, mimi nitamsubiria. Basi sawa. Kama unamsubiri, it's up to you. Tumsubiri. Lakini Maresa huwa akitokaga
akitoka haya tumsubiri. Hata nikiwa mbali moyo unazungumza, hata nikiwa mbali moyo unazungumza. Sitosema bye bye, sitosema bye bye, sitosema bye bye, kaumiza moyo wako. Baba. Na mwanangu. Nakuona umepumzika. Kwa naangalia mambo ya duniani hapa. Baba, kuna kitu nahitaji kukuambia. Lakini naomba usinichukulie vibaya kama siku zote ninapokuambia unanichukulia vibaya. Ndiyo mwanangu, nakusikiliza. Lakini kabla ya kukuambia, nahitaji kujua vipi kuhusu swala la dada ndoa limefikia wapi? Hilo jambo bado lipo, linaendelea.